Ramadhani Karim, ya Ramadhan, Ramadhani Karim, ya Ramadhan. Odi. Karibu. Bibi, nimemkuta Aisha. Aisha katoka. Katuma kaka. Vipi? Mjoni. Kuna sehemu nataka nisindikize. Akusindikize sasa hivi. Na kaka Kashauri yupo huko ndani na unajua kabisa. Basi sawa. Akija utamwambia nimefika hapa. Wewe ndugu yangu nenda tu, maana asije akatoka huyo bwana uko ndani akaja kukuta hapa nje akawa mengine. Na hiyo hali ishaingia mimi nataka niingie nikaswali. Tutakuswali. Ndio mabosi wengine jao kweli. Yaani mtu nimefanya kazi nzito kweli kweli. Mitofali kama alafu mtu anakuja anakuambia hela sio nitakupa wiki, siku 2 3. Sasa mimi nitaishi vipi na nitakula nini? Mimi naona ananichanganya tu bosi. Haiwezekani mimi nifanye kazi alafu ile hela nipewe wiki nzima. Mimi nitakula nini hasa nyumbani kwangu? Changanya. Bwana wewe vipi? Maana tangu natoka huko na kusikia unajisemesha tu peke yako, unachizika? Jamani, sina kuuliza. Mimi nimefanya kazi na kama unavyojua kazi yangu mitofali mizito. Nimefanya kazi bosi eti ananiambia eti hela nitakuja wiki sijui siku 2 3. Sasa mimi unafikiri nitaishi vipi au nitakula nini? Na mimi kazi ndo nishafanya. Wewe mgeni na huyo bosi wako? Ina maana utakuniambia kazi umeanza leo? Kila siku anakupa. Leo labda mambo hajakaa vizuri. Kakubebesha mitofali sawa, lakini hela yako sitakupa. Kwani wewe una wasiwasi gani? Kupata na kukosa vyote vitu vya kawaida. Jana tulivyokula mbona hatujalalamika? Tukikosa leo basi kesho tutapata. Lalamika tu bila sababu za msingi. Alafu mimi nilitegemea ile pesa anipe ili nije kukufanyia wewe mpango, nikupe pesa nauli uondoke, kwa sababu mwezi huu unakaribia, mwezi wa Ramadhani unaingia. Ukifika mwezi wa Ramadhani ukiisha, wewe utarudi hapa. Ndio nilitegemea hivyo. Sijakusikia vizuri. Hebu rudia. Nilitegemea nitaipata labda hiyo pesa mwezi huu wa Ramadhani, kabla ukiisha mwezi wa Ramadhani basi wewe utarudi hapa. Sikiliza. Nadhani unanisikia vizuri tu, tena kwa makini. Nimechoka. Mwaka juzi umenirudisha nyumbani. Nimekaa Ramadhani ilivyoisha nimerudi. Mwaka jana umenirudisha nyumbani na mwaka huu tena. Hapa nitaka yuki. Siendi. Afe ng'ombe, afe mmang'ati. Mimi na hapa na mimi. Wewe ndio utachukua maamuzi mengine. Kumbe dini ya Kiislamu unaijua. Kwa nini tunaishi hivi? Wewe unataka kunipanda kichwani. Wewe lazima uende kijijini. Kwani ukiisha mwezi si utarudi hapa? Baba, jiongeze. Sasa nimekwambiaje? Siendi kokote. Mimi na wewe na mimi. Mimi nimepoteza muda wangu hapa nijue na unaongea jambo la maana. Hebu toka bwana hapa. Wewe vipi? Wana mwingine ovyo, mimi ndio naongea mambo ya maana kwa upumbavu. Masudi bibi. Wewe acha. Wewe nilikupigia simu tukutane nyumbani, lakini nilipotoka hivi kwa bosi nimefanya mikazi, namwambia bosi anipe hela au jioni sio nakupa wiki sio.
Yaani ile kanichanganya, narudi nyumbani nayo nimechanganyikiwa. Shemeji yako nao acha anichanganye. Yaani alipotubaliza kunichanganya ndio maana umenikuta hapa. Yaani hapa sielewi. Sasa ina maana shemeji kakuchanganya nini? Yaani nimefika nyumbani eti anaanza kunigombeza. Namwambia hii bwana, mwezi huu unakaribia. Nilitegemea bosi anipe pesa ili mali nimpe na yeye afanye safari aende nyumbani kwao. Ili Ramadhani ikiisha atarudi. Kama unavyojua Ramadhani inakaribia. Unajua unazingua sana nyote yako. Ina maana sasa alipokuchanganya, yani ulitaka uchukue hela kwa bosi, ina maana umpe aondoke nyumbani. Sikiliza nikwambie Masudi. Umeona mimi kipindi nilivyomuoa mama Kisele, nilikopo sina mambo mengi. Umeona madada zangu walitaka sherehe kubwa, nikamwambia mambo ya kwenye sherehe unatoka hapo tena kuwa unaenda kuloboa watu tena matusi. Staki. Mimi tumeenda watu kama 4. Nimeenda kule ukweni, nimepigishwa ndoa, nimerudi naye. Umenielewa Sasa ukija kuangalia hizi ndoa zetu ambazo za kawaida, afu kuna ndoa za uji. Ndoa ya uji? Piga ndoa ya uji. Kwa hiyo ndoa nyepesi sana. Umesikia? Unapiga ndoa uji. Ndoa uji iko vipi? Mfungo ushaingia. Haina haja ya kumfukuza shemeji aondoke nyumbani. Kwa hiyo ina maana sasa huko anakariri. Mwezi huu lazima arudi mwanetu. Hivi uone? Alafu ukija kuangalia sasa wote dini zenu moja yani. Unafiki bosi wangu gani? Maana hizi nilienda kule una hata zingua bana. Umeona? Huyu ndio ule bosi wa kule bondeni. Kwa hiyo pesa uhakika. Sasa sikiza nikwambie. Halo. Haya sawa basi nakuja baadaye. Nitakukuta hapo. Haya sawa. Sasa ndugu yangu, na mimi usiniache. Umesikia? Kwa hiyo ukija kuangalia unatoka hapa unaenda kwa Sheikh Zaidi au Kifuu cha Nazi. Zaidi. Unaenda pale, yule ana mambo mengi yule dogo, mimi namkubali. Yaani pale anakupigisha ndoa bila tatizo. Anakuambia tuweka ulichokopo nacho. Kweli? Unachukua mke wako unarudi naye nyumbani, unamfukuza wa nini? Sasa basi usiache kunipa hicho kiasi. Kule sana vikoba vyake kule mama Sele. Kwa hiyo sasa kashavunja tayari. Kapata kama 400,000. Umeona? Sasa hiyo ndo anatamba naye. Sasa mimi nikienda kumwambia yule aruki mdomo wake. Lakini kwangu mimi aruki. Kwa sasa mimi subiri niende kwa mama Sele kwanza nikaongee naye. Akinipa nitakupigia simu nitakutumia. Na hapa tu simuona bosi alivyonipigia simu. Sawa. Subiri niende kwanza kwa huko. Basi wewe usiache kunitumia ndugu yangu. Sawa? Sheikh Masudi. Basi sawa, ngoja na dada. Habari ya saizi? Salama, shikamoo. Vipi hapa? Salama, karibu. Nilikuwa namuulizia Sheikh Zaidi sijui nitakuwa nimemkuta. Yupo ndani. Basi sawa. Naomba unitie niambie na kuna mgeni wako. Sawa, karibu kae. Naam, shehe wangu. Karibu bwana. Mimi nishakaribia shehe wangu. Karibu sana bwana. Allahu Akbar.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu shehe wangu. Asante sana shehe wangu. Kisha karibia. Mguu unaoona ni wako shehe wangu. Nimekuja hapa shehe wangu, sinajua Ramadhani inakaribia. Nikaona si vyema na mwenzangu, mimi nataka nifanye jambo la heri. Nataka kuoa. Si jambo la heri. Jambo la heri ndugu yangu. Lakini sasa nashangaa kesho ndio mwezi wa Ramadhani. Bora uko leo. Siku zote uko kwa wapi? Nakumbuka kuna aya inasema takaribu zina. Tusikaribie zina. Ndugu yangu. Unafeli wapi? Shehe wangu, hiyo kweli mimi sina uhakika sana, lakini nyinyi ndio mashehe wakubwa. Lakini mimi ninachotaka kujua kama inaswi ama haiswi. Kwa kweli hujachelewa. Hii inaswi. Ila umekaa sana, lakini leo nataka nikwambie kitu kimoja. Lakini umempenda kweli au unataka kumuolea uji tu? Mwisho wa siku baadaye ukambwaga ukamwambia rudi nyumbani. Kwa sababu sema kwa yakini, imani na yakini. Kama kweli umempenda, basi ni jambo la heri. Mimi niko nayo shehe wangu na moyo wangu wa dhati kabisa. Na ndio maana nimekuja kwako ili mradi tuweze kulipitisha hili jambo shehe wangu. Basi inshallah ile imeisha ndugu yangu. Na kingine wewe ndio shehe mkubwa bwana. Kama unavyojua mimi huko bado sina ndugu zangu wengi wapo mbalimbali. Mimi nataka nije kwako hapa, nije ifungue hapa ndoa. Kwa hiyo kwenye swala Aisha kumalizika, basi inshallah tupate watu wawili watatu tuweze kulimaliza hilo jambo inshallah. Basi sawa, haina shida. Cha msingi fanya kitu kimoja hapo. Wewe tafuta wako ushahidi wako mmoja na yule mwenzio atafute shahidi wake mmoja. Tuje tulimalize hapo inshallah. Baada ya tusolati shai tunalipitisha ile swala. Usijali shehe wangu. Basi sawa. Shuka pamoja shehe. Basi inshallah. Aisha. Karibu shehe. Vipi? Safi, nimeshaanza kuwa na fulana pia. Itapatikana. Kwa sababu nyumba yangu inahitaji amani na furaha. Nilipata wazo. Na hapa nilipofikia nimeshalifanyia kazi wazo langu. Kwa sababu hapa nimetoka kwa Sheikh Zaili kuongea naye. Zaili? Sheikh Zaili ndio. Sheikh Zaili au bwana Sheikh Kifuu cha Nazi. Sheikh Kifuu jina lake lingine Zaili. Kwa hiyo pale nilipokwenda nikamwambia masuala yetu ya kutaka kufunga ndoa, akaniambia haina tatizo. Enjoyini, nitawafundisha ndoa. Kwa hiyo sasa imekuwa moja ya furaha kwangu na amani pia. Alhamdulillah. Sasa kumbe hilo ulikuwa unalijua, umechelewa wapi? Maana yeye nenda rudi naye ina mtihani hiyo ndani yake. Kitu chepesi tu. Kufunga ndoa na kumaliza basi. Hilo nao nimelifikiria sana kwa sababu hiyo nao ni kalaa na kero moja wapo. Kwa sababu muda mwingine unatoka, alafu mimi natumia pesa nyingi kwenda nenda rudi. Lakini nimekuja wazo nikalifanyia kazi, nimefika kwa Sheikh Zahiri, ameniambia kuna uwezekano mkubwa na ndoa kitu chepesi tu kutia ubani. Yeye atalifanya hiyo kazi kwa moyo wake mmoja wa dhati kabisa. Kwa hiyo kinachotakiwa tu alichoniambia kikubwa, ndoa tutakwenda kufunga saa 2 baada ya swala Isha. Kwenye saa 1 pale tunatakiwa tuwe tumefika. Katika saa 1 ile amesema jambo la kwanza mimi nipate shahidi na wewe pia uwe na shahidi. Lakini jambo la pili, wewe utatoka hapa utapita njia yako na mimi nitapita njia yangu. Kutana kwa Sheikh Zahiri. Ngoja. Mimi niwe na shahidi na wewe shahidi. Kwani yule rafiki yako Choneke si ana mke?
Mama Seli. Sawa na mke wake. Kwa nini asiwe ndo shahidi yangu? Wewe tena utakuwa na rafiki yako. Alafu kwa nini mimi na wewe twende kila mtu na njia yake wakati tunaenda kufunga pingu za maisha? Jambo la ndoa, unajua ni jambo la heri. Ndio jambo la heri. Alafu ni sunna kubwa sana. Yaani ni nusu ya pepo. Leo unakuja kuniambia wewe upite njia yako, unamwogopa nani labda? Una mwanamke huko njiani? Tatizo wewe unapenda sana kufuatana fatana, na huu wakati sio wa kufuatana fatana. Alafu kitu kingine utafute na nguo nzuri, hata kijola kingine. Jifunge na baibui, sio kuweka na nilio yako. Kwanza unatakiwa unyoe. Kwenye swala la ndoa, nitapendeza. Nitavaa nguo yangu mwenyewe vizuri na shungi nitajifunika. Kuna mtu atajua kama mimi kichwani nina pakome. Haya mabrichi yote yatakuwa yaonekani kwa sababu hii ndoa ya Kiislamu. Tunaenda tunafunga ndoa tunarudi. Basi sawa. Mimi acha niingie zangu ndani nikapumzike kidogo. Sasa mimi naolewa. Mwaka huu hata nikoma. Odi na ikome. Mwaka huu naolewa. Nimechoka kauuni. Nenda chole rudi. Nenda urudi. Hebu na ndio kwa ndani nikabembeleza hiyo ndoa. Safi, maji nayo ukipaka sasa hivi. Yaani Mama Juma anatuzoea. Kila siku hapa kifika tarehe kuja kuchukua maji. Hilo utokaji wenyewe ndo kama unavyoona. Hayo mama naye sasa hivi kazidi naye. Namuelekeza. Nashinda kumwambia. Tunamwambia sema ndio hivyo sasa tutafanyaje tena? Maisha kwa kero. Naona mtoka. Mwenzangu. Yaani hapa nataka nitoke chap. Nirudi jioni. Sinajua jioni tena kuna shughuli hapa. Shughuli? Yule rafiki yake yani ndio anafunga ndoa wangu kufungia hapa. Jamani. Mbona mjaniambia? Wewe nao unakalika chini mpaka tuambie. Saa ngapi? Wewe shoga yangu unatoka hiyo ndoto iwaje? Mama tulia, naondoka sasa hivi hapa narudi. Hata sichelewi. Haya, ujitahidi maana mimi isije na usije ukatoka hapa. Wewe nakujua. Nikukute. Sio tena mimi nikitoka na tena huyo anafunga chele yako na anaondoka. Bana wewe ndo wasiwasi. Kikubwa tu kirudi hapa na cha baridi hata kimoja. Wewe tena. Haya fanya haraka basi sikukute. Haya sawa ngoja niwahi. Unakula mchana siku 30 za kushinda nini? Ewe mwanadamu nini unafanya tambua? Adhabu kali za kungoja, kufunga ni thawabu kwa Mola, na pia tutapata afya bora. Mtume wetu amesema tufunge tutapata afya. Ramadhani karim ya Ramadhani, Ramadhani karim ya Ramadhani, Ramadhani karim ya Ramadhani. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora
Ramadhani ndiyo njia ya kwenda peponi, njia yetu acha Mungu ya kwenda peponi.